Umeanza usaliti? Umeanza usaliti? Unanipiga. Yaani leo unafikia tu kunipiga mimi leo. Umeanza usaliti. Sasa mambo haya. Naongea na rafiki yako unakata simu. Mbona unanipiga mimi? Yeah. Kipimo cha upendo kipo chini. Unempenda upendo hausamini. Hata unyeshe na mvua atakupatia mwavuli. Hata uchomwe na jua atakupatia kivuli. Vishawishi vingi pesa zako waumia wewe nesa. Wajikosha nani bani Tito Blaze. Mke wangu, unajua umetoka kule umekasirika, lakini mimi nilihitaji tuongee ili tuweze kuyaweka sawa. Kwa umefurahi sasa kuliona katika hali hii? No. Hivi unafikiri ulihisi mimi nitajisikiaje utakaponiambia habari za hao wanawake zako? Sikia mke wangu, nikwambie. Wewe mwenyewe unatambua wazi kwamba wewe mwanamke anayekupenda sana. Kwa namna yoyote sipo tayari kukupoteza. Lakini ungenisikiliza tukacheza huu mchezo. Mchezo? Yeah. Mchezo gani? Mke wangu, naomba nikueleze wazi. Kabla hatujakutana mimi na wewe, kuna mambo mengi yaliwahi kunikuta huko nyuma. Lakini sijawahi kupata nafasi ya kuweza kuzungumza na wewe. Kimsingi mwanamke ndio kwa nakwambia amejichanganya kwangu. Aliwahi kunifanyia vitu vingi sana ambavyo vimepelekea mpaka leo tuna maisha ya namna hii, tunahangaika mke wangu. Hivyo lengo langu na ombi langu lilikuwa ni hili tu moja, mke wangu. Unikubalie ili tuweze kucheza hilo game. Yaani sijaelewa vizuri. Kwa hiyo ulikuwa unasemaje, labda ulikuwa unataka nini? Kwa huyo mwanamke. Utanielewa tu mke wangu. Lengo langu ni hili, ni moja. Yule mwanamke ana pesa nyingi sana. Na ana mali nyingi sana. Lakini anataka kimapenzi. Kwa lengo langu mke wangu, naomba unikubalie niweze kuishi katika mawazo yake. Lakini letu likiwa ni hili, ni moja tu. Kuhakikisha tuna make money, then mimi naachana naye. Hilo swala haliwezekani. Kwa hiyo hapo unanipanga tu na hivi maneno vyako ili kusudi mrudiane na wewe mwanamke mpate hela zenu, si ndio? Hivi unanionaje kama? Sio hivyo mke wangu. Lengo langu na nia yangu ni nzuri mno kwa upande wako. Naomba tu nikubalie. Kwa hiyo ulikuwa unasemaje? Okay, sawa. Unajua mke wangu, nikueleze wazi. Mimi yule mwanamke na kisasi naye. Tena sio kidogo, ni kikubwa haswa. Na kama umenikubalia mke wangu, mimi naamini naenda kufanya kazi ile nzuri zaidi. Kwa hiyo unafanyaje hiyo kazi sasa? Mimi ndio siku unaenda kuishi kwa huyo mwanamke au? Fine. Sitoweza kwenda kuishi kwa yule mwanamke. Kwani ana mtu pia anaishi naye. Kwa hiyo plani nayokupa, mchezo huo sitaucheza mimi. Lakini pia nataka uende ucheze. Mimi? Sasa mimi nitawezaje? Wala usiwazi. Plani zote mimi ndo nitakupa. Kuhakikisha tunafanikiwa. Yaani wewe kikubwa ni kuhakikisha tunanikubalia.
Kama hautaenda wewe sawa, hapo nimekuelewa. Sababu mume anauma. Mke wangu unajua. Na nakupenda sana. Nimekubali. Lakini naam. Iwe mwanzo bwana. Ni jau. Uongo, usaliti, maumivu. Uongo, usaliti, plani. Leo upo tu utoki. Usiku uliniambia kukikucha utanielezea kila kitu kuhusu mchezo na kusikiliza. Umeanza kukaa kwenye mfumo yangu. Itapendeza sana. Sasa kinachotakiwa jambo hili moja. Wewe unatakiwa kwenda kwa yule dada. Kwa yule mji wake kwa ajili ya kufanya kazi. Yaani lengo pale na kupeleka ukafanye nini? Ukafanye kazi. Na kazi yenyewe ikoje? Iko kwa mazingira haya. Kwenye ule mji unaingia wewe kama mdada wa kazi. Hata picha sasa. Yaani unaenda pale unakuwa kama mdada wa kazi. Unaona? Na kwenye ule mji kuna baba mwenye familia. Kwa lengo langu mimi na target yangu ni yule baba. Kwa hiyo unapofika pale ni kuhakikisha unatengeneza mazingira ya kuwa karibu na yule baba. Yaani kuwa karibu naye sana. Yaani ikiwezekana tengeneza mchezo ambao utakufanya uwe karibu sana na yule baba. Lakini hakikisha mtu unaoyafanya unafanya kule kule. Maana huo ndio utakuwa ushahidi wangu. Kwa hiyo unamaanisha nilale naye? We. Koma. Tena nitakubadilikia kabisa. Habari za kulala naye tena zinatoka wapi? Lakini wewe ndio pale mimi nimekupa kazi. Kwa wewe hakikisha sio lazima ulale naye bwana. Unafanyaje mambo ya kulala naye wakati unaelewa mimi nakupenda bwana. Na lile ni game. Shikilia moja. Haja kupeleka mapenzi pale, ni kazi. Nimekuelewa. Kama umenielewa nimekaa poa. Kinachofuata? Kifuatacho ni maelekezo. So unajua namna mdada wa kazi anavyotakiwa kuwa. Kwa hiyo cha kwanza tunaanza tunatoa hizo nywele. Kwa unafumua hii nywele? Habari ndio hiyo. Toa hiyo nywele, tunaweka nywele fulani hivi, yani ile yaki ile nywele fulani ile yaki. Ya kishamba shamba hivi, yani kilia ndani kila mtu kama kweli. Ndio mdada wa kazi. Hata mdada wa kazi unaingia na nywele kama mama mwenye mji. Sawa. Yaani unaingia na nguo fulani hivi ambazo ukipiga hivi kuna mtu akukustukia. Umeona? Picha ndio linaanzia hapo. Kwa sasa hivi kinachofuata kalete chanuo, unaanza kufumua hapa nywele, tunapiga lieso hapa Yaani hapa tunapiga lieso, muonekano wa mdada wa kazi mjengoni. Hawajali kitu, yani bora pesa kuliko utu. Wanathamini pesa kuliko utu. Hawajali kitu, yani bora pesa kuliko utu. Plani. Gaza vipi? Tangu ufike na kuona ongei, shida nini? Ni kweli mdogo wangu na mawazo mengi sana. Nasikitika kwa sababu kuna kitu amenifanyia mke wangu ambacho bado sijakielewa. Mke wangu nimekuta naongea na simu. Wanaagana, yani inaonekana kama ana mpenzi. Wanaagana, anasema nitatoka kwangu nitakuja kwako. Sasa sijaelewa alikuwa ananieditia anaiti au alikuwa anafanya nini? Ndio maana nimechukua maamuzi sasa ya kutoka tu nyumbani, kaona ningepata ushauri wako. Kwani kimetokea nini? Kwa mara kwanza tangu ni mwe niona sijawahi kumpiga, lakini leo kiukweli nimempiga sana. Lakini kumpiga huko nimejutia. Kwa nini nimempiga? Sababu niona nampenda sana.
na tena najua nampenda, ila kwa hiki alichofanya leo imebidi nimpige. Mrudio umefanyaje? Umefanya nini sasa brother? Wewe jishushia heshima. Nini umefanya hicho sasa? Mwanamke apigwi. Kwa nini uchukue maamuzi ya haraka kiasi hicho? Kulingana na mazingira ndio maana nikachukua maamuzi ya haraka. Kwa sababu kwa pose aliyokuwa nalo alinitia mashaka sana. Nikaona hapa hapa napiga. Ngana. Sikiliza. Hapana. Mkia. Yes. Niko kwa mdogo wangu. Wamungonga, unampenda kumbe bure tu. Uongo kudanganyana, hakuna kinachofanywa. Hii dunia bwana, jau. Na ukifikiria sana, waweza pasuka kichwa bure. Baby, Yes. unajua nakuamini sana kuliko mtu yoyote. Sasa mbona sikuelewi? Yaani mambo yanaenda ndivyo sivyo. James, unajua mimi yule mwanaume simpendi na sitaki kuishi naye. Na siwezi nikaishi na wewe tukiwa katika hali hii. Siwezi kuishi na wewe ukiwa hauna pesa. Nisikilize Karen, nikwambie kitu. James, yaani umesema Karen. James, kumbe una mwanamke wako anaitwa Karen. Ndio maana hata hapa ndani sipaelewi, nikija yani ni kama mtu haishi. So una mwanamke wako anaitwa Karen ndio unakoenda, si ndio? Niola. Ifikie hatua. Utulie basi. James, no. Na ukumbuke hapa tupo ni kwa ajili ya jambo gani. Karen ninayemzungumzia ni huyo mdada wa kazi. Na ukimwona Karen mwenyewe ninayemsema, wala huwezi amini kama Karen anaweza kanifaa. So kuna vitu vingine usitaki kunitengenezea picha ndani ya picha. Naomba nikwambie jambo moja. Niola. Wazi unajua nakupenda. Na nimejiweka wazi. James, please. Naomba usinitanie. James, alafu naongea na wewe unacheka, si ndio? Niola. Sikia nikwambie jambo hili moja. Kumbuka tuko hapa kwa ajili ya plan. Kwa hiyo usijisaulishe kabisa. Na kuhusu Karen niliyemzungumza ni mdada wa kazi. Na unakumbuka vision yetu ni kuhakikisha tunapata mdada wa kazi. Kwa Karen alikuwa ni mdada wa kazi. Kwa hiyo swala lilopo ni game plan. So James, unataka kuniambia huyo msichana ulomtaja ni dada wa kazi? Na wala ukimuona huwezi ukahisi kabisa wala ukafikiria kwamba mimi naweza nikaa na mahusiano na yule mtu. Wow. Shida yako na panic sana. So nimekuja na mpango wa mdada wa kazi. Embo, subiri kwanza. Unajua James, mimi ndo maana nakupenda sana. Una akili sana. Ujue kuna siku mume wangu alinifuma naongea na wewe. Akaniuliza unaongea na nani? Nikamwambia kuna mtu nilikuwa naongea naye kuhusu issue ya dada wa kazi. Sawa. Mwana, kwa mpango unapita mule mule. So inakuaje yani? Iko hivi. Yule mdada wa kazi tayari yupo na dili letu tunaanza. Natakiwa afike kwako na aanze kazi. Kwa hiyo umeshapata dada? Na anajua yani kiufupi ni kwamba atatufaa kwenye mpango wetu. Tito Blaze. Kipimo cha upendo kipo chini. Unempenda upendo hausamini. Hata unyeshe na mvua
atakupatia mwavuli, hata uchovu na jua atakupatia kivuli. Vishawishi vingi kisa pesa, zako waumia wewe nesa, wajikosha unampenda kumbe bure tu, na uongo mwingi kisa pesa, zako waumia wewe nesa.